Vijana wanakuwa wanapasuka vichwa tu, yani kijana tu from nowhere anaenda anaingia kwenye gari anapasuka kichwa. Hali ya wasiwasi imetanda katika baadhi ya maeneo ya wilaya ya Rumeru mkoani Arusha baada ya vifo vya vijana zaidi ya 5 kutokea katika mazingira ya utata, huku ikidaiwa kuwa mtu mmoja mmiliki wa kituo cha mafuta alitoa siku chache kwa yeyote aliyefanya uhalifu wa kuchukua kitu chochote katika eneo lake la biashara siku ya tarehe 29 Oktoba arudishe ama kulipa, na asipofanya hivyo lolote litaweza kumkuta. Sasa kama kuna mtu bado ana mali yake, mimi nawasihi tu arudishe mali, kwa sababu sala zinaendelea. Wakizungumza na waandishi wa habari, baadhi ya vijana wamemwomba msamaha mmiliki wa eneo hilo kwa kuhofia kuendelea kuwapoteza ndugu zao ambao walifuata mkumbo. Kadhalika, viongozi wa serikali pamoja na wakimila, mmiliki huyo aliitisha kikao cha kijiji na kutoa miezi 2 kwa vitu vyake kurudi. Kwa upande wa meneja wa eneo hilo la biashara Gido Malandu, amesema bado maombi yanaendelea, hivyo kwa yeyote ambaye alichukua chochote arudishe. Hii ni Swahili Media, usisahau kulike, kusubscribe, kushare na kucomment. Mimi nilikuwa natamani kumwambia mmiliki wa hii panoni kwamba awasamee baadhi ya vijana. Kuna vijana ambao walichukua au walifanya kwa namna moja ambao wajui. Kuna ambao waliuziwa, walikuwa hawajui, wengine ni wadogo zetu. Mimi ninavyojua kuna wengine walikuwa mpaka ni wanawake. Mimi naomba kama inawezekana kuwasamea hao watu hawasamee. Kwa kweli maana sasa vijana hapa machumba na shangarai tutaisha. Mimi kwa niaba ya serikali ya kijiji, kama mjumbe wa serikali ya kijiji, naomba kweli atusamee sana kama tulimkosea kwa namna moja ama nyingine, atusamee baadhi. Na wale ambao walikuwa wanatamani kurudisha, mimi ningetamani tu warudishe, ila mimi kama mimi naomba tu wasamee kwa kweli. Kuna ambao walipewa kweli kitu, kuna ambao waliuziwa bwana, au wajui waliletewa labda gesi huko barabarani, walikuwa wajui. Mimi ningeomba kwa kweli awasamee. Kwa maana pia akiwasamee itakuwa ni jema sana. Kwa ambao walifuata mkumbo pia naomba nao pia awasamee kwa kweli. Naomba awasamee ndugu zangu. Mimi naomba msamaha kwa niaba ya serikali ya kijiji. Kuna vitu ambavyo tumeshaanza kuviona ambavyo vinaleta shida. Kwa hiyo maana nimesema tu neno moja kwamba wasamee. Maana sasa vijana wanapotea, nguvu kazi inapotea. Kesho utashindwa kufanya kazi kwa ajili ya vijana wanaopotea. Utashindwa kwenda sehemu mbalimbali kwa ajili ya vijana. Sasa hivi tunaogopa kupanda hata bodaboda. Sisi wasafiri tunaopanda kwenye bodaboda unamuogopa mtu, maana unasema je, kama na hiyo kitu uwezi sema anaweza kukufikisha mahali hapo akakuangusha. Kwa hiyo mimi nachoomba bana atusamee. Mimi nimeomba atusamee kwa sababu hatuwezi kurudia tena, na kama anatamani kuinvest basi aendelee tena kuinvest, maana pia ilikuwa inatusaidia hapa kwenye kata yetu ya Mbureni. Unajua brother, ni kweli watu wanakufa kila siku, na kuna ambao wanakufa kwa mipango ya Mungu, kuna ambao wanakufa tu kwa sababu ya magonjwa, lakini hata kama huwezi kuona hata picha huwezi kuona, kwa sababu vijana wamekuwa wanakufa kweli. Vijana wanakufa nini kinaoa vijana wadogo? Toa zijaanza leo, toa zimeanza muda mrefu, toa zina zaidi ya miaka 10 nazijua, lakini zilikuwa vijana hawafi kama wanavyokufa sasa hivi. Kwa hiyo mimi ninachosema, kama kuna kitu chochote, mimi nimeomba atusamee. Kama mimi nimeomba kama mdogo wake atusamee, tunaomba atusamee vijana wa kata ya Mbureni, tutaisha. Mimi nimeona hilo, atusamee. Vijana wanakuwa wanapasuka vichwa tu, yani kijana tu from nowhere anaenda anaingia kwenye gari anapasuka kichwa. Kwa hiyo huwezi jua ni nini kinawapata kwenye vichwa kwa kweli. Uenda waliohusika ni bodaboda, kwa sababu mafuta vijana wameingia pale wamechota mafuta pale. Ni nani? Mimi mwenyewe nilikuwa sijuagi pale kuna kisima cha mafuta, lakini vijana walijulia wapi? Kwa hiyo mimi nachoona kwamba vijana wanakufa. Vifo sidhani kama vifo vitaendelea. Kama endapo watatusamee sidhani kama vitaendelea. Lakini mimi nimesema kwamba hatujui ni nini kinaoa vijana, ila lisemwalo lipo, kama alipo linakuja. Kama ndio hilo linasababisha, ndio maana nimesema kwamba hatusamee sisi vijana wa kata ya Mbureni.